Jini alitaka kisasi, akidai kuwa mwanadamu huyo alikuwa amemuua mwanawe. Ufalme mzima ukaingia kwenye huzuni na hofu. Kila nyumba ilijaa simanzi. Ningependa kukusimulia hadithi moja kabla usingizi haujanichukua. Anza. Kama hadithi yako itanivutia, nitapunguza sehemu ya adhabu yake. Zamani za kale, katika ufalme mkubwa wa Mashariki ya Kati, aliishi mfalme mwenye nguvu aitwaye King Shahryar. Alikuwa mfalme tajiri sana, mwenye majeshi makubwa na kasri lililopambwa kwa dhahabu na vito vya thamani. Watu wote walimwogopa na kumheshimu. Lakini siku moja maisha yake yalibadilika kabisa. Mfalme aligundua kuwa mke wake alikuwa amemsaliti. Tangu siku hiyo, moyo wake ulijaa hasira, maumivu na chuki kubwa dhidi ya wanawake wote. Akaanza kuamini kuwa hakuna mwanamke mwaminifu duniani. Kwa ghadhabu kubwa, akaweka sheria ya kikatili sana. Kila siku angeoa msichana mpya, kisha asubuhi yake aamuru auawe kabla hajamsaliti. Ufalme mzima ukaingia kwenye huzuni na hofu. Baba walificha mabinti zao, mama walilia usiku na mchana, na kila nyumba ilijaa simanzi. Katika ufalme huo aliishi msichana mwenye akili sana aitwaye Scheherazade. Alikuwa binti wa waziri mkuu wa mfalme. Tofauti na wengine, Scheherazade hakutaka kuendelea kuona damu ya wasichana wasio na hatia ikimwagika kila siku. Siku moja alimwambia baba yake, "Baba, nataka niolewe na mfalme." Waziri alishtuka sana. "Hapana mwanangu, unajua wanawake wote wanaolewa na mfalme huuawa asubuhi." Lakini Scheherazade alikuwa na mpango wa siri. Alikuwa msichana aliyependa kusoma vitabu, hadithi na hekaya za kale. Alijua maelfu ya simulizi za kushangaza. Aliamini kuwa akili inaweza kushinda hata upanga. Baada ya kushinikiza sana, baba yake kwa huzuni akampeleka kasrini. Usiku wa harusi ulifika. Kasri lote lilikuwa kimya. Watu walijua kuwa asubuhi nyingine damu ingemwagika tena. Lakini Scheherazade hakutetemeka. Usiku ulikuwa wa kimya ndani ya kasri kubwa la King Shahryar. Mishumaa ya dhahabu iliwaka ukutani, huku walinzi wakisimama kimya nje ya mlango wa chumba cha mfalme. Ndani ya chumba hicho alikaa Scheherazade, mwanamke mwenye akili na uzuri wa ajabu. Mfalme alimwangalia kwa macho makali. "Je, una maneno ya mwisho kabla ya alfajiri kufika?" Scheherazade akavuta pumzi polepole. "Kama utaniruhusu, ewe mfalme, ningependa kukusimulia hadithi moja kabla usingizi haujanichukua." Mfalme akakaa vizuri kwenye kiti chake cha kifalme. "Anza." Scheherazade akaanza. Zama za kale kulikuwa na mfanyabiashara tajiri aliyesafiri jangwani akiwa juu ya ngamia wake mweupe. Alitembea kutoka mji mmoja hadi mwingine akiuza hariri, manukato na vito vya thamani. Siku moja akiwa safarini chini ya jua kali, alifika karibu na chemchemi ya maji katikati ya jangwa. Akashuka chini ya mtende mkubwa kupumzika. Alichukua tende mfukoni na kuanza kula huku akirusha kokwa zake ovyo kwenye mchanga. Ghafla, upepo mkali ukaanza kuvuma. Ardhi ikatetemeka. Moshi mweusi mkubwa ukatokea mbele yake. Ndani ya moshi huo alitokea jini mkubwa mwenye macho mekundu kama moto. Jini huyo alipiga kelele ya kutisha, "Wewe mwanadamu, leo nitakuua." Mfanyabiashara akatetemeka kwa hofu. "Kwa nini uniue mimi?" Jini akanguruma, "Umetupa kokwa ya tende na kumuua mwanangu." Mfanyabiashara akaanguka magotini.
Sikukusudia, sikumwona mwanao. Lakini jini alikuwa mwenye hasira kali sana. Nitakata kichwa chako sasa hivi. Mfanyabiashara akaanza kulia. Naomba unipe mwaka mmoja nirudi nyumbani nikawaage familia yangu, kisha nitarejea hapa. Jini akamtazama kwa ukali. Baada ya ukimya mrefu akasema, nenda, lakini ukidanganya nitakutafuta duniani kote. Mfanyabiashara akarudi nyumbani kwa huzuni kubwa. Aliwaaga watoto wake, aliwagawia mali zake, na kila usiku alikuwa akilia akingoja siku yake ya mwisho. Mwaka ulipopita, alirudi jangwani kama alivyoahidi, lakini alipofika chini ya ule mtende, aliwakuta wazee watatu wa ajabu wakimsubiri, na kila mmoja alikuwa na siri ya kutisha. Scheherazade akanyamaza ghafla. Mfalme akakunja uso. Ndiyo nini kilitokea baada ya hapo? Scheherazade akainama polepole. Hilo nitakusimulia kesho usiku, ewe mfalme, kama nitabaki hai. Na alfajiri ikawadia. Mfalme akajikuta akitaka kujua mwisho wa simulizi hiyo. Hivyo akaahirisha kuuawa kwa Scheherazade kwa usiku mwingine. Usiku mwingine ukaingia ndani ya kasri la King Shahryar. Mishumaa iliwaka kimya, huku upepo wa usiku ukipuliza mapazia ya dhahabu. Scheherazade akaketi mbele ya mfalme na kuanza kuendelea na simulizi yake. Mfanyabiashara alipofika jangwani chini ya ule mtende mkubwa, moyo wake ulikuwa mzito kama jiwe. Alijua kuwa muda wowote jini angerudi kumuua. Lakini kabla hajakaa, alimuona mzee mmoja wa ajabu akitembea taratibu, akiwa ameongozana na mbwa mweusi aliyekuwa na macho yenye huzuni. Mzee huyo alikuwa na ndevu nyeupe ndefu, joho la kijivu lililochakaa na fimbo ya kale mkononi. Alimsogelea mfanyabiashara polepole. Kwa nini uso wako umejaa huzuni, ewe mwanadamu? Mfanyabiashara akamsimulia kila kitu kuhusu jini na ahadi ya kifo chake. Mzee huyo akashangaa sana. Kama hayo ni kweli, basi nitabaki kushuhudia jambo hili la ajabu. Dakika chache baadaye akatokea mzee wa pili. Huyu alikuwa amepanda farasi wa kahawia mwenye macho ya ajabu yaliyong'aa gizani. Alivaa joho jeusi na kichwani alikuwa na kilemba kikubwa cha kifalme. Baada ya kusikia simulizi hiyo, naye akasema, mimi pia nitabaki kuona mwisho wa jambo hili. Ghafla, upepo mkali ukavuma jangwani, na mzee wa tatu akaonekana akitokea mbali akiwa amebeba nyumbu wa kijivu. Uso wake ulikuwa umejaa makovu ya zamani, na mkononi alibeba sanduku la mbao lililofungwa kwa chuma. Alipofika karibu, akasimama kimya na kusema, leo kuna siri kubwa itafunuliwa hapa. Usiku ukaanza kuwa mzito. Mwezi mkubwa ukaangaza jangwani, na ghafla ardhi ikaanza kutikisika. Moshi mkubwa mweusi ukatokea mbele yao. Ndani ya moshi huo, jini mkubwa mwenye macho mekundu ya moto akarudi. Sauti yake ikatikisa anga lote. Umerudi mwanadamu. Mfanyabiashara akaanguka kwa hofu, lakini kabla jini hajamuua, mzee wa kwanza akasogea mbele. Ewe jini mkubwa, kabla hujamuua mwanadamu huyu, niruhusu nikusimulie hadithi yangu. Jini akamtazama kwa macho ya moto. Aina gani ya hadithi? Mzee huyo akasema, hadithi ya mbwa huyu mweusi ni ya ajabu kuliko hata kifo cha mfanyabiashara huyu. Jini akatulia kidogo. Kama hadithi yako itanivutia, nitapunguza sehemu ya adhabu yake. Scheherazade akanyamaza ghafla. Mfalme King Shahryar akasogea mbele kwa hamu kubwa. Mbwa huyo alikuwa nani? Scheherazade akainama polepole. Hilo nitakusimulia kesho usiku, wewe mfalme, kama nitabaki hai. Na alfajiri ikawadia tena.
Story Empire.